Naona muda wetu ni mzuri na tutamwomba Mungu atusaidie ili tuweze kwenda na muda kama hivyo ulivyo. Lakini kabla tujaingia na neno, wala tuimbe kawimbo, sababu tulimba nyimbo kubwa nyingi sana. Mioyo bado ina washo wa sauti kutoka. Kwa hiyo lazima tutulize kwanza alafu tuingie penyewe. Tunaenda wimbo wa namba ya 73. Sauti yangu ni ya kukera, kwa hiyo tunaenda nayo taratibu. Najua njia moja ya kufika mbinguni, ingawa ikipita katika majaribu, lakini nayo mjini uko juu, na njia hiyo Yesu, na njia hiyo Yesu. Najua na amani ile ya milele, uwezi kuipewa kwa fedha na dhahabu. Ni tunu ya rehema ile yotoka Baba, amani hiyo Yesu, amani hiyo Yesu. Najua nguvu moja ya kuniponya moyo, initiayo raha, amani na faraja, inanileta vema na nguo yangu safi, na nguvu hiyo Yesu, na nguvu hiyo Yesu. Najua nakifika mbinguni uko juu, na siku ni karibu itapoonekana. Yafaa kukaza mwendo kufika mbio sana, kifika ni mbinguni, kifika ni mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Bwana tukuzwe. Tutakutana katika kitabu cha Yoeli baada ya kusoma sura moja. Tutaomba Mungu na tutaendelea mambo yetu mengine. Kama Mungu akitusaidia tusikawie, itakuwa vizuri sana. Yoeli 2:28. Kitabu cha Yoeli 2:28. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu na waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Nasema kwamba leo tutakuwa na mazungumzo yanayohusiana na habari za ahadi au kuahidiwa kitu fulani. Biblia hapa inasema kwamba nabii huyu Yoeli anaandika mambo ambayo Mungu alisema kwamba zitakuwa siku za mwisho. Hii ni ahadi ya nani? Ya Mungu mwenyewe, kwamba zitakuwa siku za mwisho. Katika siku hizo, ukianza siku hizo ni kuanzia pale mpaka leo hii, na kwa kuwa zile siku bado mpaka ndio hizi tulizo nazo, tunakwenda kuzungumza habari hiyo kwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Anasema kwamba Mungu anasema kwamba nitamwagia roho yangu juu ya watu wote. Vijana wana sehemu yao, wazee sehemu yao, na hii yote katika mkusanyiko utakuwa sababu ya kujenga nini? Kanisa. Bwana asifiwe.
Bwana atukuzwe. Hii ni habari ambayo Nabii Yoeli alikwenda kuonyeshwa na aliambiwa, na katika kuandika alikuwa na shabaha ili kwamba wakati takapofika watu wasije wakastuka. Lakini hawakujua ni wakati upi. Hawakujua kabisa. Unajua mtu anapoahidi, akikuahidi kitu, sasa utabaki unajiuliza, fulani ameniambia kwamba atanipa mbuzi. Ile mbuzi ambaye alisema atanipa iko wapi? Zimeisha siku 2, zimeisha siku 3, mwaka, miaka 2. Tena mpaka yeye mwenyewe anajua siku amepanga akupe kile kitu. Kwa hiyo unabii huu ulikutwa kabla ya wakati. Mungu alikuwa ameshaandaa kwamba ataagiza roho wake juu ya watu wote. Na huyu roho alikuwepo tangu awali. Tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo 1, tunakuta kwamba maandiko yanatuambia roho wa Mungu alikaa juu ya vilindi vya nini? Ya maji. Bwana asifiwe. Ina maana huyu roho tangia mwanzo alikuwepo. Mungu kabla hajatengeneza kwamba asafishe anga ya dunia iwe hapa, maji yawe hapa, roho wa Mungu ilikuwa ndio, tuseme ndio ilikuwa mtumbo alikuwa amekalia. Na wakati walipokuwa anatenga, ndio maana kunasema neno kwamba tufanye, kwa sababu roho wa Mungu alikuwepo. Huyu tunayemwabudu ambaye ni Yesu Kristo alikuwepo. Lakini roho wa Mungu ni nguvu zimetumika ndani ya Mungu mwenyewe kwa kuweza kutimiza mapenzi yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba wakati uliopita roho wa Mungu alikaa juu. Wakati uliopita manabii walipokea. Hawa manabii wote waliopokea, roho hakuwa anakaa ndani yao, hapana. Alikuja akipita juu ya nabii fulani. Nabii yule analipokea neno. Nabii yule analitabiri lile neno ambalo amelipokea, na akimaliza anaishia hapo. Mpaka tena huyo roho atakapokuja tena kuwa kaa juu yake. Kwa hiyo manabii wote waliotabiri walitabiri kabla Roho Mtakatifu hajaja kukaa ndani yao. Walipokea neno kutoka, ndio maana wanaandika kwamba nabii fulani akapokea neno kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Ilikuwa haijakamilika. Tunaposoma katika maandiko tunaenda kukuta kwamba ahadi ni kitu kibaya sana. Ukimwahidi mtoto wako, mama au baba, naenda huko nitakuletea kitu fulani, mletee kile kitu. Na ukiona kile kitu huwezi kukipata, wala usitamke. Ukiona tu kwamba hiki kitu hata hiki kitu sitakipata hiki, usiseme kwamba nitampa mtu fulani hiki. Inaitwa naziri. Kwa lugha nyingine inaitwa naziri. Bwana asifiwe. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Mungu kwa kuahidi wanadamu kuwatia nguvu baada ya vurugu, aliona kwamba lazima niagize Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu atawaweka kwenye kweli. Yeye huyu atakwenda kushuhudia yaliyomo ndani yao. Ukiona mtu mwingine anatabiri vya uongo, anatabiri uchawi, fulani mchawi na wala hajaua mtu, anaweza katabiri hivyo, lakini ni roho wa nini? Wa shetani. Kwa sababu roho wa shetani anatumika na yeye. Na ndio maana Yesu akasema hivi, mjifunze na kila roho, msikubali. Kwa sababu roho zingine zinatokana na Mungu na zingine hazitokana na nani? Na Mungu. Ukiona roho wa Yesu anasema kwamba Yesu amelaaniwa, huyo sio roho wa Mungu. Maandiko ndivyo yanayosema. Kwa hiyo katika kupambanua inakuwa ni vigumu. Anayepambanua roho ni roho mwenyewe. Bwana atukuzwe. Bwana asifiwe. Lakini sasa wewe, kama nikikwambia kwamba anayepambanua roho ni roho ni mwenyewe, je, wewe utabaki wapi? Maandiko yanasema kwamba
Mungu ametupa akili. Mtu akisema kwamba Bwana amesema hivi, na yale mambo yakitimilika, na baadaye akakwambia kwamba twende tukaibe, twende tukaue, basi ujue kwamba hakuwa nabii. Alikuwa katika hali yake ya kimwili, na akapokea roho wa shetani, akaja naye akamfulika, akaanza kutabiri, kwa sababu shetani anaona mambo ya Mungu yatakayokamilika. Na shetani anaweza akasema kabla ya Mungu, lakini Mungu alikuwa ameshapanga, hawezi kuyazuia, kwa sababu shetani ameshasema yametimilika tu. Yakitimilika wanasema kwamba yule roho alikuwa roho wa Mungu. Hapana, amekuja kutoa siri ya Mungu aliyokuwa amepanga, kwa sababu yeye anachunguza mambo ya kule kwa Mungu, anachunguza mambo ya hapa. Na sasa anatuteka katika mitego. Tukikosa akili, tukikosa maarifa, tunaanguka. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Kwa sababu hiyo ndio pale mnapoona kwenye maombi watu wanaojazwa roho wa Mungu, watu wanaosema ni watawa, tena hao anakuja kutoka amekuwa na mimba. Mnauliza ile mimba imetoka wapi? Hakuna mume wake mle ndani. Ile mimba imetoka wapi? Ina maana walitegemea kwamba yeye amejaa na roho. Sasa yeye ni mwanadamu. Wakati mwanadamu, roho wa Mungu anatoka, anabaki kwa mwanadamu, alafu anachukua vijana, unachukua mwanaume asiyokuwa kwake. Labda yule mwanaume alikuwa ni kamani. Wakati yeye hajijali, hajijui, anaingia na anafanya anavyojua. Kwa sababu gani? Shetani amepata nafasi ya kupenya bila kuwa na maarifa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni hali ya kuangalia, kujihadhari katika kwenda huko tunakoenda. Roho Mtakatifu, maandiko tusome kwanza katika Hesabu tuone 30 mstari wa 2 na wa 6. Katika kitabu cha Hesabu. Ndio, mstari wa 2. Sura ya 30 na verse yake ya 2 mpaka 6. Tusome kitabu cha Hesabu sura 30 mstari wa 2 hadi ule wa 6. Maandiko matakatifu yanasema, mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapo hapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa ahadi, asilitangue neno lake, atafanya sawasawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. 3. Tena mwanamke atakapomwekea Bwana nadhiri na kufunga nafsi yake kwa kifungo, naye aishi katika nyumba ya babaye katika ujana wake. 4. Babaye naye akasikia nadhiri yake na kile kifungo chake alichofungia nafsi yake, na babaye akamnyamazia, ndipo nadhiri zake zote zitathibitika, na kila kifungo alichofungia nafsi yake kitathibitika. 5. Lakini kama huyo babaye akimkataza siku hiyo aliyosikia nadhiri zake ziwazo zote, wala vifungo vyake alivyoifungia nafsi yake havitathibitika, na Bwana atamsamehe, kwa kuwa babaye alimkataza. 6 na mwisho. Tena kama amekwisha kuolewa na mume, wakati huo wa nadhiri zake au wa neno hilo alilolitamka kwa midomo yake pasipo kufikiri alilojifungia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa anachukua neno la kwanza kuhusu nadhiri, na mimi nachukua neno hilo kuhusu nadhiri. Mwandishi alisema hivi katika hali ya kuweka watu katika tahadhari. Amesema hivi, kama mtoto mwanamke anaweza akawa katika raha akifikiri, alafu akaanza kusema, Mungu, kama nikipata kijana anayeimba sana, mimi nitakuwa namtumikia Mungu, nitafanya hivi. Akaanza kujinasibu mbele za Mungu. Mungu anafikiriza yale maombi yake. Lakini iwapo baba yake au mama yake wakisikia, wakiona kwamba mtoto wetu ameweka nadhiri hii, itakuwa ngumu kwake. Baba yake anamwambia, hapana mtoto wangu, unasema isiyokuwa, unataka kudanganya Mungu. Acha, huo ni uongo. Sema mengine, acha kusema hayo. Na kama baba yake tayari amesema kuhusiana na ile nadhiri alikuwa ameweka mtoto,
basi itakuwa imefutika. Kwa sababu gani? Mtetezi ni yule baba yake amemtetea. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Mama ambaye una mtoto wako, usikubali mtoto wako kusema uongo mbele za Mungu. Mwanamke ana mimba. Hii mimba yangu nikizaa nitachukua mbuzi nipelekee kanisa la Mungu, nitachukua kuku fulani nimpelekee watu wa Mungu. Sasa yale yote unayosema umekuwa unayasema chumbani kwako. Wewe unafikiri kwamba hivi mimi nasikia kwa nasikia kwa uchungu ni unasema hivi Mungu labda hasikii. Mungu anasikia. Dakika ile inapofika wewe unaenda kujifungua. Sasa Mungu anaagiza malaika wake anakuwa mlangoni kwako kila siku. Anakuangalia huyu mtu siku ile alisema nini. Akifika asubuhi yeye anakutazama kwenye macho. Siku imepita. Yaani maisha yako yote unakuwa na deni ambayo itakwenda kuingiza wapi? Kuzimu. Ulimwahidi nani? Mungu uongo. Bwana atukuzwe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo unapotoa ahadi, Roho Mtakatifu anakaa kwenye ulimi wako. Na yule Roho wa Mungu yule anaenda kushuhudia mbele za Mungu kwamba mtu fulani Bwana amesema hivi kwamba ukimsaidia hiki basi yeye atatoa hiki. Na kulingana na yeye na wewe ndio Mungu. Fanya. Mungu anamwambia, mfungueni. Mara moja walikuwa nasema fulani hivi sasa mganga amesema kwamba saa 6 akaenda kupita kwenye operation. Watu utumbo unasema fulani ameenda kupita kwenye operation. Lakini kabla saa 6 imekosa kama dakika 5 yuko pale mezani fulani anajifungua. Mungu anaangalia nitafanya nini? Yule mwanadamu atafanya nini? Atanishukuru kwa kile tulichokatana? Kwa hiyo unakuta ahadi inakuwa ni mzigo kwako. Na ndio maana Mungu akaanza kuahidi katika manabii. Katika siku za mwisho nitatuma Roho Mtakatifu mtamwagia kwa vijana wenu. Na vijana wanapoimba Roho shuka, Roho shuka. Sasa yule Roho anashuka, lakini vile vile ndani yenu au ndani yetu mnakuta mna miguzo. Na miguzo vikikutepo, basi Roho wa Mungu akipita juu, roho wa shetani atakuja ataingia ndani. Kwa sababu nini? Nafasi yake imebaki iko wazi. Katika kitabu cha Mathayo 11 anasema hivi, pepo mchafu amtokapo mtu upita mahali pasipokuwa na maji, alafu akakaa akitulia akiangalia, anatazama, akiona yale matendo yako ya kwanza ulipo umeokoka, umekuwa Mkristo mzuri, unaimba, unacheza, unafanya nini, lakini nafika sehemu unajidumbukiza katika kulewa, unajidumbukiza katika wizi. Yule pepo yule anaenda kuchukua marafiki zake kwamba jamani njooni huku, uwanja umeshakuwa wazi. Anakukamata kama ulikuwa msharati, anakuwekea, anakunywa pombe juu yake, anachukua na hasira anakupa, anachukua na kusengenya anakupa. Yaani yote unakuja kujikuta kwamba umeharibika. Yaani hali yako inakuwa mbaya zaidi ile ya kwanza. Kwa hiyo palipo Roho wa Mungu ndipo palipo roho wa nani? Wa shetani. Na ni kitu cha kuangalia. Bwana tukuze. Tuendelee kidogo. Maandiko yanasema huyo Roho Mtakatifu tunayesema kwamba ameahidiwa, na ndio mkutano wetu tunaenda. Mkutano wetu wa Pentecoste ni mkutano wa kushuka kwa Roho Mtakatifu katika kanisa la kwanza ambao lilianza kutoka kwa Yesu. Lakini kanisa lilikuwepo tangu awali. Masinagogi, Yesu aliingia kwenye masinagogi yaliyokuwepo, lakini kanisa la Yesu Kristo limeitwa kanisa la Roho Mtakatifu. Na ni kanisa limezihirika wakati ule Roho Mtakatifu aliposhuka pale Yerusalemu. Roho Mtakatifu Yesu aliwaambia nini? Aliwaambia kwamba yanipasa mimi kuondoka ili kwamba aje msaidizi atakayewasaidia. Hata kama nitaenda, siwezi kuachia hivyo. Nikiwacha hivyo, hamwezi kuendelea.
kwanza bado ninyi wadhaifu. Sasa itakapofika saa hamtaumudu. Lakini huyu Roho akija, huyu atawatia nguvu. Alafu atawaonyesha kweli. Alafu vile vile atanishuhudia mimi. Bwana atukuzwe. Bwana asifiwe. Haya. Kanisa, wale wanafunzi wakati Yesu anaondoka, amewaahidi mambo haya, wakaanza kusema kwamba anakuja mtu mwingine. Labda walihisi kwamba huyo Roho Mtakatifu hakujua kama atapita wapi. Hakujua kabisa kama Roho Mtakatifu ni nani. Walijua kwamba anasema atatuma mtu mwingine, msaidizi mwingine. Na yeye alikuwepo hapa, sasa alikuwa mtu. Kwa hiyo atatuma mtu mwingine anayefanana na yeye. Sasa wakati walipokuwa wamekaa pale Yerusalemu, ilipofika ile siku ya Pentecost, baada ya Yesu kuondoka, siku 40 kufika siku ya 50, ilikuwa sikukuu ambayo walikuwa wanaadhimisha kwa ajili ya kupokea machakula wale wajane, wayatima na watu wengine wasiojiweza. Kanisa ilikuwa inakusanya nini? Ilikuwa inakusanya mchango mwingi kwa kusaidia watu wale wasiojiweza. Na wakati ule Mungu naye akaona sema wakati huu ndio tunatakiwa twende tukapindue yale mambo. Bwana asifiwe. Amen. Sasa walipokuwa wanaimba wanacheza, ndio ghafla kukatokea nguvu, kukatokea mgurumo mkubwa, kukatokea hali tofauti. Watu wakaanza kusema, waliosema Kibembe, waliosema Kigiriki, waliosema Kijerumani, waliosema Kifrelu, lakini pia wale watu wa Hispania, watu wa Poto, watu wa Asia wakaanza kusikia zile lugha. Kila mmoja waliokuwa Wahindi pale walisikia Kihindi kinasema kwa Waebrania. Na huku wanajua kwamba wao Waebrania hawajui Kihindi. Wanasikiliza, mbona huyu anasema lugha yetu? Haya maneno wanayosema maneno makubwa. Wale watu waliokuwa majeuri wakasema wamelewa. Nadhani bure. Wamelewa. Sio bure, hawa wamelewa. Ndipo Petro, kwa kuwa Roho wa Mungu alikuwa ameshuka, amebadili ile hali ya kuwa na uoga, amemtia nguvu. Petro akasimama, akawaambia, enyi watu wa Yerusalemu, yule ambaye mlimsulubisha pale, hamkujua? Na hii ni ahadi tangia wazee wetu. Walisema kwamba itakapofika siku, akawakumbusha tena. Alisema kwamba itakapofika siku Mungu atatuma huyu Roho, atakuja kukaa ndani na atatufundisha na kufunua mambo mengi. Nyie mnaona saa hizi saa 3 nani hapa kwetu anakunywa pombe? Ile swali ikawa ngumu. Na kweli Yerusalemu walikuwa hawanywi pombe asubuhi. Na kama nikunywa pombe, wasingeweza kujua kuongea lugha za watu wa Asia, wasingeweza kuongea lugha za watu wa Hispania, au wasingeweza kuongea lugha za watu wa Ugiriki. Hapana. Lakini wote waliokuwa pale walipokea. Kila mmoja alipokea lugha yake, alisikia neno la Mungu. Na ile neno la Mungu liliwabadilisha. Siku hiyo Roho Mtakatifu aliposhuka, Biblia inasema kwamba waliokoka watu 3,000. Na Petro akitiwa nguvu bila kuogopa. Hakuogopa. Petro alitiwa nguvu nyingi. Akaanza kuwahubiri. Tena wakaanza kushangaa, Petro mbona alikuwa hana hiyo elimu? Anaitoa wapi? Huyu Petro ni mvuvi. Hii elimu anayozungumza imetoka wapi? Au yule mwalimu wao ndio aliyeta mafundisho? Wakaanza kujadili mambo mengi. Ni kwamba Roho Mtakatifu anaposhuka anawabadilisha watu. Yule aliyokuwa mwizi anabadilika kuwa mzuri. Yule alikuwa mchawi anaacha uchawi wake, anabadilika anakuwa mtu mzuri zaidi. Bwana atukuzwe. Amen. Lakini kanisa letu ambalo ni kanisa la Roho Mtakatifu, unakuta ndani yake bado mna wengine wanaonekana kwamba wanasiri na shetani. Wanaona anachunga uchawi kama silaha yake ya kusababisha watu wamuogope. Lakini jua kwamba mimi kama ningekuogopa, Mungu hatakuogopa. Mimi nikilala, siku itakayofikia ya kesho, anakuchukua na wewe unalala pale. Alafu anakuambia kwamba wewe siku ile ulifanya nini? Unakuwa mfano wa nani? Wa Lazaro na Ibrahimu.
na tajiri. Wewe utamchukua kama huyu ambaye nimemwangusha hana thamani, lakini Mungu anamwona yeye ni wa thamani. Bwana asifiwe. Usiogope kwa sababu mchawi yupo. Atakapokuangusha, yeye atajiona kwamba yeye ana thamani, lakini mbele za Mungu yupo atakayekupa thamani. Na Mungu hataulizika kwamba wewe ufe kama hajapaka kama utoke. Hapana, usiogope. Tunakufa Mungu akipenda kwamba fulani atoke. Hapo ndipo tunaenda kufa. Lakini hivi hapana. Tusome ingalau kidogo katika kitabu cha Matendo 2:39. Kitabu cha Matendo 2:39. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sura ya 2 mstari wa 39. Maandiko matakatifu yanasema, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Bwana asifiwe. Amka 24:49. 24 ndio verse 49. Tunasoma Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtume Luka sura ya 24 mstari wa 49. Maandiko matakatifu yanasema, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hadi mvikwe uwezo utokao juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizi ahadi hizi tunazokwenda kuzisoma zimekuja kukamilishwa wakati huu wa kanisa la Pentecost. Pentecost ni ukamilisho wa ahadi zote ambazo Mungu ameahidi kwa wanadamu na Yesu akawa amekuja kuwakamilishia. Usichukulia kwamba Roho Mtakatifu si chombo kamili. Hapana. Kanisa hili, sisi sote tulivyo hapa, kama tunakufa na kama wengine watabaki wako hai, siku itakapofika, maandiko yanasema hivi, itakuja siku hiyo ikifika, malaika na Mungu watakuja na Yesu na mwaliko mkuu, parapanda italia, wale ambao wamekwenda kulala huko. Nguvu hii ya Roho Mtakatifu ndio itakwenda kuwatoa huko kuzimu. Hata walio katika bahari Mungu atawanyanyua katika uwezo, kwa sababu yeye huyo Roho Mtakatifu ana kanisa, ana nguvu. Yeye ana zamani ya kila kitu kukamilisha. Hatapoteza hata mtu. Hatapoteza hata mtu. Biblia inasema kwamba sisi ambao tuko hai tutanyakuliwa. Tutaenda na nini? Tutawata mabawa. Lakini huyo Roho Mtakatifu ndiye atakuja kutunyakua. Alafu tutapaishwa juu. Alafu tutaenda kukutana na Yesu pale hewani. Hapo patakuwa kelele na vigeregere na furaha kubwa. Lakini hatutapata hayo mabawa iwapo tutakuwa na matendo yasiyokamilika. Bwana asifiwe. Amen. Lazima tujitakase. Lazima tujiangalie. Usichukulie kanisa kwamba hivi napiga tu na donda tu na rukaruka tu. Chunguza huko nakoenda, naenda sawa. Yesu akaniambia hivi kwamba bwana, angalia, hata utakapokuwa katika kanisa langu, katikati yako mtatokea mtu mwingine ni mbwa mwito, lakini atakuja amevaa nguo za kondoo, lakini ndani yake nani? Ni mbwa mwitu, anawarua. Na katika kanisa sisi wanaume, kuna wengine wanapewa mioyo ya mbwa mwitu. Utamwona katika kanisa la Mungu kama ni mtumishi wa Mungu, lakini huyu kazi yake ni kuwinda wanawake, wageuke mawala zake, hataki kwa mke mmoja, yeye huyo anakuwa maharibifu wa kanisa la Mungu. Haujaribu mke wangu, lakini unaharibu mke wa nani? Wa Kristo. Bwana asifiwe. Kristo ameoa wewe, anakutakasa uwe safi, anamwoa mwanamke, anamtakasa awe safi. Sasa wewe unachukua kusafisha, unachukua mkaa, unajaza juu, unasema kwamba Yesu akome.
Yeye anasema kwamba nakuja na ujira wangu uko mikononi mwangu. Nitalipa kila mtu sawasawa na matendo yake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Huyu Roho Mtakatifu tunayemwambia shuka, sawa, sio babu yako. Roho Mtakatifu, Yesu anasema hivi. Aseme mimi, kama ukinitukana mimi ni sawa. Kama utatukana Mungu ni sawa, lakini ukisema vibaya juu ya Roho Mtakatifu hauna msamaha. Hebu niambie. Nani anashuhudia? Yesu anashuhudia hivi. Ukisoma katika Mathayo unayakuta kwamba mtu anayemtania Roho Mtakatifu hana msamaha. Kwa hiyo tuseme kwamba ni mtu wa kuogopa zaidi ya Mungu, zaidi ya Yesu. Sasa wewe unakalia huku, wewe ni mwimbaji. Sasa uimbaji unatoka. Sisi tunajua mtoto ameenda kwenye uimbaji huku. Kidogo huyo kumbe ameshakuwa huko, wameshakuwa na town kule kwenye mageti, wamelipia mahela ya mchana, wanaenda kule, kutoka huko wanakuja kuingia. Nilikuwa natoka kwenye kanisa. Kesho yake mimba. Unauliza sasa hiyo mimba ni vipi? Inakuwa utata. Sasa inawezekana siku yako haijui. Na kama huijui utakwenda kuhukumiwa kwa hayo ambayo anakwenda kuyafanya. Na Yesu analia akitazama kwa hali jinsi ameteswa, ametoa Roho wako kukusaidia, anakutia nguvu, lakini zile nguvu ambazo amekupa unamwona kwamba yeye amekuwa mjinga, unachukua tena unamtupia pembeni. Kwa hiyo maandiko yanasema huyu Roho atakapokuja atatutia kwenye kweli yote. Roho wa Mungu anatuweka kwenye kweli. Na hii kweli ndio inataabisha haya maneno. Kama wewe ni msharati, angalia. Kama wewe mwanaume, wewe ni Kristo mwenzangu, unania hiyo, ujue kwamba una roho hizi mbili. Sasa huyo roho ambaye ananifuata mimi ni roho wa Shetani. Unajua Yuda alikuwa mtumishi wa Mungu. Yuda alikuwa na Yesu. Lakini huyo aliingiwa na kiroho kibaya, kiroho cha Shetani, mpaka akaenda kujiweka kuwa adui wa Mungu. Pamoja na kwamba kama angetimizwa, lakini basi angeacha atimizwe kwa njia nyingine, lakini mwenyewe akajitosa kama vile chambo, nipe hela mimi. Anania alikuwa mtumishi wa Mungu. Lakini kwa sababu ya kujitosa katika hali ya kutumikia Mungu kwa njia za uongo, ambapo wamepatana na Mungu, kama hivi tumesema kwamba ahadi, wakapatana watu wote, mitume wote, na wanawake na wanaume. Jamani, atakayeuza uwanja, atakayefanya kitu fulani, tufanye nini na sisi tuko watu wengi? Asema huyo mtu kama kiuza uwanja, hiyo pesa iletwe, iweke mbele zenu viongozi, alafu itumike kazi ya Mungu, na yeye mwenyekiti mumgawie iwe na au na sehemu yake. Lakini siku Petro ameenda kuuza uwanja, akamwambia mke wangu, yale maneno tuliyozungumza yale nilikuwa naona kama sio kweli. Hapa tumekuwa na 500,000. Sasa hizi 500,000 zote tupeleke. Tuwapelekee hii 100,000. Tuseme uwanja tumeuza 100,000 na hizi zingine sisi tutakapogawa hizi hela tutabaki na nusu yetu hapa, na ile nusu tutakuja kuongezea. Sasa hakujua kama Mungu yupo katikati yao. Anania, mwanamke anabaki anasafisha masahani nyumbani. Mimi natangulia, tangulia mzee, tangulia. Anafika. Anamkuta mzee Petro yuko ndani ya hekalu. Mzee, habari kazi? Salama. Mimi nimeuza uwanja wangu na hela niliyouza ndio hii hapa. Anaangalia, ndio hela umeuza hii. Roho wa Mungu huyu tunayesema kwamba atathibitisha, ataonyesha kweli. Akamwambia Petro kwamba hapana, ameacha ameficha hela huyu. Ameficha hela, sio yote hiyo. Petro akamwambia sema, Anania, hii ndio hela yote ambayo umeuza kweli? Asema, Anania, mbona unataka kumwambia Mungu uongo? Mungu hawezi kumwambia uongo. Ndio hiyo. Hapo malaika wa Mungu akashika shingo, mara moja Anania akafa. Petro akawaambia vijana waliokuwa nje, kama vile vijana wetu wenye kuwa na nguvu, akawaambia, "Njooni huku, njooni mtoe mzoga huu hapa." Vijana wakaja, wakashika
haraka wakapeleka. Kidogo mke wake naye akaja na yeye. Akamuuliza, "Mama karibu wewe." Baba baada kazi nzuri. Mume wangu ameshafika huko. Mume wako amesema kwamba umefanya nini huko? Sasa tuliuza uwanja na yeye ameleta ile 1000 ndio tuliuza uwanja. Na wewe unakubaliana na mume wako? Na wewe umekubaliana na mume wako usema uongo? Unamwambia Mungu uongo? Hapo malaika kamshika na yeye akalala. Wote wakawa wameacha watoto kwa sababu nini? Ya kusaidiana uongo. Bwana atuhurumie. Bwana atuhurumie. Huruma. Mke wako kama amefanya kosa, usikubali kumsaidia mke wako kwenye kosa, na au mume wako amefanya kosa. Ukijua kwamba huyu mume wangu hili ni kosa ambalo anaenda kulifanya, afadhali akupige, lakini ujaribu kumuonya kwa haki kwamba hapana, hivi hatutamwona Mungu, hatutaenda sawa sawa. Hata angekuwa na hasira namna gani, mwisho wake tu tena atarudi atasema mke wangu umefanya vizuri. Tofauti na hapo, mnaenda kuhukumiwa nyewe wote kwa jambo ambalo haikuwa kwako. Mimi wakati nimefika hapa nimepata taarifa. Bado nafika tu watu wananiletea mataarifa. Huku kuna makanisa hivi, na kuna makanisa mengine ya Bondo, na makanisa ya Bondo ukienda hapo kuna wengine ni wachawi. Nikamwambia huko kwetu ndio wachawi wamejaa. Na sasa kama wamekuja na wachawi huko, yani atakuwa ananiweka mimi uchawi wake. Mungu aliye juu atanitazama. Wakajaribu kunibadilisha katika akili yangu ili kuitumikisha kwa jinsi anavyopenda. Nikamwambia Mungu aliye juu hatanipeleka hapo. Na mpaka sasa wananiona mimi kwa nani adui. Lakini nimefanya nini? Nimesimama imara. Bwana tukiwe. Amen. Bwana tukuzwe. Amen. Nimebaki nimesimama imara. Na kama tungejaa na kile kiroho ambacho tulichokuwa tunaambiwa tupokee, alafu tungepokea, wameshasema saa ile mke wangu alipogongwa, labda yule malaika asingekuwa pamoja nasi. Lakini kwa kuwa tulikuwa tumesimama tunamwangalia Mungu. Neno lililomchangaza wakati mke wangu amegonga na gari, mtu yuko hewani, nilikuwa haikufika chini, anazunguka hivi kama vile mnikupeleka na upepo, lakini anamwambia Mungu, mbona umeniachilia? Mungu mbona umeniachilia? Nimetoka huku kwenda kumkimbilia kule, baada ya kufika chini ndio usemi ukawa umeisha. Sasa kwa sababu ya matendo ambayo umeenda kushiriki, hayatakupa nafasi ya kumlilia Mungu wako. Kwa sababu ya siri ambazo umeenda kujificha hamo, Mungu hutamkumbuka. Na saa hiyo Mungu atakutazama vile kama haoni. Vile. Naona pamoja na kwamba shetani bado anachoma mishale, lakini tunamtukuza Mungu kwa sababu mpaka sasa kuna wakati anajitahidi ananisongea ugali. Ninaamini kwamba kanisa la Mungu lilikuwa pamoja nasi na liko pamoja nasi. Wakati wamepata taarifa kwamba jamani, nimepata ajali huku, kanisa lenyewe wale ambao walioambiwa kwamba huyu usiende, ndio walikuwa wa kwanza kuja kuniangalia. Wananikuta niko kwenye chumba, niko mwenyewe. Mvua inanyesha ya hatari. Na tulikaa nao mpaka saa zote hizo. Sasa wewe unategemea huyo rafiki wa shetani atakupeleka huko, alafu baadaye ukipata na shida hata kusogelea. Anakuwa anakuambia aseme jikazi, wale wahenga wasema uko mei. Warundi wasema uko mei. Yaani ujikaze mwenyewe huko. Hana msaada na wewe. Sasa huko kwa wanadamu unakosa msaada, na kwa Mungu umekutwa umejigawanya na Mungu. Sasa pande zote mbili unakosa. Unabaki huko katikati. Ndugu zangu, kanisa ambalo tunaenda kuingia hako, tunakumbushana kwamba ni habari ya kanisa la mkutano wa Pentecoste. Na Pentecoste ni kuja kwa Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu ana kazi ya kubadilisha watu. Huyu Roho Mtakatifu wakati ule Yesu alipokuwa amewekwa mle ndani, kwa nguvu za Mungu, Mungu alipenda aonyeshe uwezo wake na nguvu zake.
yeye mwenyewe maandiko yanasema kwamba alikuja akajikalia ile jiwe. Na aliyolikalia ile jiwe, mara moja jiwe likatoka. Yesu akawa ameondoka. Maskari walikuwa na zana kalikali, zana nzito. Wote wakalala vumbini. Na hapo walipokuja kuzituka hivi, Chanaume kimeshaondoka. Tufanye nini? Kumbe twende tukaseme uongo, tukawaambie kwamba wale watu wamekuja kumuiba. Sasa tatu kisema hivi, sasa mfalme atasema nini? Atatuua. Sisi tutaambiwa tuko wazembe. Kumbe tumwambie kweli. Wakamwambia mfalme, yule mtu amefufuka. Ni kweli sisi tumeanguka, ona vumbi huko. Kama imekuwa tokea nini? Tuliona kumetokea kitu cha ajabu. Basi msiseme hivyo. Chukweni hela hii pole. Lakini muambie watu kama wamekuja kumuiba yule mtu wao. Lile ambalo wangesema wakalibadilisha ili kwamba wajaribu kupata power. Lakini ilikuwa kweli kwamba Yesu tayari amefufuka. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Haya ndio nimependa niwakumbushe kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu hana mfano wa kufananisha naye. Unapomwambia Mungu katika hali ya kuahidi, ujue kama unamwahidi Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anakuona saa zote. Ukiingia uende kwenye baa huko, yeye anakuona. Utakunywa chupa na pombe, yeye anakuangalia. Ukianza kulewa, yeye anakuangalia. Lakini pamoja na hayo bado anakufariji. Anakuambia mwenzangu, achana hicho kitakupeleka babaya. Nitaacha kesho, mzee, nitaacha kesho. Unamjibu, nitaacha kesho. Unatoka, nitaacha kesho. Kesho yake tena yeye hakuachilie mpaka utakapokuwa umefika kuzimu, umelala. Yeye anakuwa na ushuhuda pale, anaandika kwamba huyu nilimfikia, nilimshuhudia. Na inawezekana Roho Mtakatifu akamchukua mtu mwingine akakwambia habari ya ile kosa yako. Kwa njia fulani utajaribu kumjibu kwa jinsi unavyojua, lakini tayari ameweka ushahidi. Kwa hiyo ndugu zangu, kanisa letu ambao tuko nalo ni kanisa Roho Mtakatifu ambaye yeye amepewa dhamana. Kama tutaenda kwa Mungu, hiyo ndio itakuwa gari itakayotupeleka. Na Mungu atubariki katika neno hili. Amen. Amen.